Nasema, ndugu zangu wana wa Afrika, ndugu zangu wana wa ulimwengu, leo nawaletea moja kati ya mkombozi wa fikra, Chionda mwana wa Chionda. Nasema ni mkombozi kwa sababu ana mambo mengi anaweza kukueleza kwa dakika moja, kwa sababu na mimi na dakika moja. Kama hukuamka utaendelea kupalilia makaburi ya wenzako, kwa sababu mna kawaida ya kusema Yerusalemu, mna kawaida ya kusema Israeli. Lakini nikuulize mwana wa Afrika, huko Yerusalemu na Israeli mbona kuna vita? Vita hizo zimetengenezwa na kina nani? Rudi kwenye ufahamu, jitambue. Rudisha nguvu iliyoko ndani mwako. Kwa mfano, ukiwapenda waliopotea kwenye maisha yako na kwenye miiko yako, wanaweza kukufungulia njia. Lakini wamekwambia hawa waliopotea kwenye uzao wako sio wazuri, ila wale waliopotea Vatikani ni wazuri zaidi. Wanapoteza asili yao. Karibu sana Chionda. Asante. Nasema Afrika lazima tuamke, tuondokane na fikra potofu kwamba Waafrika hatujiwezi. Waafrika tuna kila kitu tumepewa katika dunia hii. Ulimwengu huu unatambua, na wale mabeberu wanajua. Wanachofanya ni kufanya uongo na udanganyifu juu yetu sisi. Wao ndio wanaendesha vita kona 4 za ulimwengu kwa kutaka maisha. Afrika bara lililobarikiwa, hatuna mpango wa kutengeneza bunduki, hatuna mpango wa kuwa na nyuklia. Zana zote hizo tunazo alizini, lakini hatutaki kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Hatuna mpango wa kutengeneza mabomu. Mabomu watatengeneza wao, wanyonyaji na waporaji. Hotepo wanatutengenezea mabomu tuuane wa Afrika. Ili wachukue. Wanatutengenezea vyakula ambavyo leo hii wa Afrika tunaumwa kansa na matatizo mengine. Sasa kwa nini tuwasujudie watu hao? Rudi Africa, back to African roots. Hail the light. Hail the light. Hail the light. Hail the light. Karibu sana. Asante sana.